Swanga TV, sauti ya maisha. Chovya chovya humaliza boyu la asali, anamgaga na upwa hali wali mkavu. Sikutamani kusikia toka kwa wahenga, bali kiguna njia hadi kilingeni. Zakai Nyunjiwa, mtembeza watalii, alitukirimu kwa maji baridi yasiyo na chumvi toka kisima cha maajabu kilicho pembeni na kunawa uso kuyaona mema na matamu ya Kaole. Chite chikalole vya Mwarabu vino vyote ndile. Ambao tuliopo hapa linajulikana kama magofu ya kale ya Kaole. Na eneo letu lipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, likisimamiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania ambaye ni TFS, Tanzania Forest Service Agency. Lakini vile vile tukizungumzia historia ya magofu ya Kaole, yenyewe ilianza kutumika toka mwaka 550, karne ya 6. Hili eneo la Kaole lilikuwa likifahamika kwa jina la Pumbuji. Pumbuji na Kizalamo lenye maana ardhi yenye rutuba na unyevunyevu. Lakini kusini mwa eneo hili kilomita 2.5 waliishi wenyeji, ambao hao wenyeji yalikuwa ni makabila matatu ambao walikuwa ni Wazaramo, Wakwele na Wadoe. Lakini pia hao makabila yalikuwa chini ya kiongozi wao mkuu ambaye ni Mwenye Pazimwene. Vile vile hao makabila yalikuwa yakijishughulisha na shughuli kama zifuatazo. Shughuli ya kwanza ilikuwa ni kilimo, na shughuli ya pili ilikuwa ni uvuvi. Shughuli ya tatu ilikuwa ni uvunaji chumvi, na shughuli ya 4 ilikuwa ni ufinyanzi. Ilipofika mwaka 1250, karne ya 13, eneo hili la Kaole liliingiliwa na wageni kutoka Ghuba ya Wajemi, ambayo hiyo nchi kwa sasa hivi inafahamika kwa jina Iran. Na hao wageni walikuwa ni Washirazi. Washirazi wao sababu ambao walitoka kule kwao ilikuwa ni vita vya kidini. Wao walikuwa wakiamini dini ya Kiislamu, lakini kuna baadhi ya watu walikuwa hawaiamini ile dini mpaka ikatokea vita. Na kama tunavyojua vita vikitokea kuna baadhi ya watu lazima wakimbia wahame. Kwa hiyo wao walikimbia kutoka kwao na kuja kupanda Afrika. Afrika walianza kuingia karne ya 7, lakini Tanganyika yetu ya Tanzania yetu hii walianza kuingia karne ya 9 ambako walianza kufikia Kilo. Neno hili la Kaole walifika karne ya 13 mwaka 1250, karne ya 13. Kaole ni eneo la kihistoria la kimataifa linalopatikana katika wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, nchini Tanzania. Eneo hilo lipo maili 3 mashariki mwa mji wa kihistoria wa Bagamoyo, kwenye upande wa fukwe ya bahari ya Hindi. Eneo hilo lina magofu ya kale ya mawe ya matumbawe ya Kiswahili yaliyoanzia kipindi kati ya karne ya 13 na karne ya 16. Baadhi ya magofu yalianza karne ya 13 na ina misikiti miwili, makaburi 30. Makaburi ya Kaole yalijengwa kwa mawe ya matumbawe na nguzo za mawe ambazo ziliwekwa alama kwenye baadhi ya makaburi ambayo ni ya watawala ambao walijulikana kwa jina la Diwanis, ambao wanaaminika kuwa ni kizazi cha Sheikh Ali Muhammad Ali Khatin al-Balawi kulingana na mila za wenyeji wa eneo hilo. Eneo hili linatoa fursa ya kujifunza jinsi teknolojia ya ujenzi na usanifu wa Kiswahili ulivyojengwa juu ya mazingira asilia, kama vile matumizi ya mawe ya matumbawe na chokaa. Makaburi ya Kaole si tu alama ya dini ya Kiislamu na ustaarabu wa Waswahili, bali pia ni jarada hai la historia ya kimataifa ya Afrika Mashariki. Kupitia urithi huu tunaweza kuelewa zaidi kuhusu maisha ya jamii za kale, mwingiliano wa tamaduni na umuhimu wa pwani ya Tanzania katika historia ya dunia. Mabaki ya misikiti miwili ambayo inaaminika kuwa miongoni mwa misikiti ya awali kabisa kujengwa katika Afrika Mashariki ni kivutio kikubwa katika mji wa Kaole. Misikiti hiyo haikuwa na minara, jambo ambalo ni kawaida katika usanifu wa misikiti ya awali ya Kiswahili, na inaonyesha namna Uislamu ulivyopokelewa na kutafsiriwa ndani ya muktadha wa Kiafrika. Vile vile msikiti huu ndio msikiti wa kwanza kabisa kwa upande wa pwani ya Bagamoyo kujengwa. Lakini tukizungumzia Tanganyika au Tanzania bara ni msikiti wa pili. Msikiti wa kwanza ulijengwa Kilo ambako Washirazi wanaanza kufikia. Lakini vile vile msikiti huu ni msikiti ambao umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambao ilitumia wanawake kusalia upande ule kule hivi, na sehemu ya pili ambayo ilitumia wanaume. Kutoka kwenye ukuta mpaka hapa hivi walitumia wanaume. Na sehemu ile pale hivi ni sehemu ya Kiba. Mnaiona? Ambapo pale Kiba sasa ndo anakaa imamu kuongoza ibada. Kuna Wakristo, lakini pia ndani ya msikiti huu kama kuna mtu yeyote atahitaji kuingia ndani, aidha kwenda kupiga picha, kuswali,
anaruhusiwa. Mbuyu wa ajabu wa Kaole ni moja ya vielelezo vya urithi wa asili vinavyoshikilia thamani kubwa katika historia ya pwani ya Tanzania. Katika simulizi za wenyeji, mbuyu huu uliaminika kuwa mahali pa matambiko ya kimila, mahali pa kupokea baraka au kuondoa mikosi. Na hapa tunapitishwa ili kufahamu kinagaubaga juu ya mbuyu huu wa ajabu. Huu hapa ni mti wa mbuyu ambao una zaidi ya miaka 500. Na huu mti wa mbuyu watu wa zamani walikuwa wakitumia kwa masuala ya imani, kutokana kwamba zamani hakuwa na hizo dini zote mbili, Kristo na Uislamu. Kwa wao walikuwa wakiamini kwa miti mikubwa kama hii hapa hivi. Kwa mfano, mababu hili na